God nimeacha teaching notes. I think watagawa kwenye group ya kanisa baadaye if you want to get more. Lakini leo Mungu amenielekeza nitagusia 1 or 2 points. Hallelujah. And then we will have a prayer. Hallelujah. A prayer. Kwa sababu Mungu anataka kitu ya maishani mwako. Sijasikia amen yako. Teaching ya leo inaitwa vinyo mpya. Hallelujah. Divine a new wine. Sema a new wine. Wale ambao wako na mabiblia unaweza ukafungua tayari kwenye Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wa 1. Hallelujah. Ni story pengine wengine tunaifahamu. Hallelujah. You know, okay. Kuna vitu tofauti vimepelekea mimi kufika Nairobi wiki hii. Hallelujah. Na tulikuwa tumeongea na mzee toka wiki zilizopita ikawa ina delay. There's so many reasons. But jana asubuhi wakati tulikuwa nyumbani kwa mzee nilikuwa I was just praying normally. And in the morning Mungu akaja akazungumza na mimi. Hallelujah. Alichoniambia Roho Mtakatifu ni kwamba anataka anzishe a new season. Sijasikia amen yako. Kwa ajili ya mchungaji na kanisa, a new season. And the word that the Holy Spirit used alisema a wonderful season. Akasema a wonderful season of provision. Sijasikia amen yako. Amen yako inanikatisha tamaa. I think I will go Uganda. Hallelujah. So, you know, ukisoma kitabu cha Wafalme, Nabii Elia wakati njaa imeingia ndani ya nchi, Mungu alimuweka sehemu. Akatuma what is it? How we call it? Ndege. Raven. Yes, walikuwa namulisha. Sawa jamani. He had everything. Then suddenly wakaacha kuja. Then Mungu akamwambia nenda Sarepta. Sema Sarepta. Akamwambia nenda Sarepta, kuna mwanamke mjane. Mungu amesema nimemuordain I take care of you. Hallelujah. Then cha kushangaza, and what is quite very strange, na Yesu ameizungumzia kwenye Injili, ni kwamba Sarepta sio Israeli. Umeelewa? Yes. Ndio maana Yesu alisema wakati wa Elia kulikuwa na wajane wengi Israeli, lakini Mungu akampeleka kwa mgeni. Hallelujah. Ndio amefika Sarepta, the person who supposed kumfeed yuko kwa njaa. I love the Holy Spirit. Then Elia akamwambia, no, don't worry. Nipe chakula. The small you have, give it to me. I will eat. Then mengine ataendelea. Ule mama akatumia imani yake. Nataka nikueleweshe. Assignment Mungu amenituma nao na nitazungumzia baadaye. If you don't believe, kama utotumia imani yako, utatoka hapa kama ulivyoingia. But for those who will believe, kama Mungu alivyonipa assignment na kama ninavyomjua Mungu wangu, kuna kitu kitabadilisha maisha yako. You know, kile ule mama akujua ni kwamba wakati Mungu alimwambia Elia, huyu mama ata take care of you. Actually, it is not Mungu alikuwa anataka ule mama take care of Elia. Mungu alikuwa anataka alete ule mama alikuwa anakufa na njaa. She had nothing. Mungu amenituma leo kama Elia. Actually, you have nothing. Au sio? Yes. Nilikuwa huko, sikuja kwa sababu apostle alinialika kuja kuhubiri. No. Something make me come. Ndio jana Mungu akaniambia, I know you have your reason to come in Nairobi. But nimekutoa kwa sababu Elia alikuwa amekaa, hakuwa na tatizo. Walikuwa naleta chakula kila siku. And suddenly Mungu akakata. Ndio akamuuliza Mungu, wewe umedi usema no, nenda, kuna mtu. So Mungu amenituma kwa ajili yako.
it seems like mimi nimekuja kutafuta kitu, lakini it's not me niko natafuta kitu, ni wewe Mungu anataka anzishe kitu maishani mwako. Actually sio kwamba Elia angeendelea kulishwa na Mungu, but Mungu aliona njaa ya ule mama, akamwambia acha mtumishi wangu haje, so that I may have a reason kuanzisha kitu. Kwa sababu kilichotokea ni kwamba kukaja power for provision. Sema provision. Ikatokea supply ambayo haimaliziki. That is number one. Kwa mtu amenyelewa. Wakajikuta wako na factory ndani ya nyumba, supermarket ikawa ndani ya nyumba, hamna haja kwenda grocery. Kuna mtu amenyelewa? Huyo mama aliyekuwa anakufa njaa akawa hafinjaa tena, because of the man of God ambao Mungu amefanya makusudi kumleta. Seems like mtumishi wa Mungu ndio yuko na njaa, kumbe sio mtumishi wa Mungu yuko na njaa, ni wewe uko na njaa. Na Mungu akataka asife na njaa. Sio kwamba Mungu alikuwa anataka Elia apate chakula. Elia angempa chakula kwa namna yote ile. Kama raven walichoka, angiwatuma hata njiwa. Na kama njiwa wangichoka, angituma hata umbwa. Na umbwa wakichoka, angituma hata simba. Na Yesu alisema kama mtu ukubali, Mungu anaweza kutumia hata mawe. But Mungu akafanya makusudi kumtuma Elia kwa ule mama. Alitaka ule mama aishi muujiza. I want you to believe kwamba sababu ya mimi kuja asubuhi ya leo ni kwa sababu unatakiwa kupata muujiza. The first miracle Mungu ametaja, it is your provision. Usife njaa tena. Then the second ambayo yule mama hakuweza kuifikiria, ilifika siku mtoto akafa. Na mtu amenyelewa? That one you don't buy it. Uzima hauwezi ukainunua. Uzima hauwezi ukaitumia cheti chako cha university hata kama umeenda Harvard. You can't solve that one. Lakini kwa sababu mtumishi wa Mungu alikuwa ameshakula, amekaa ndani ya nyumba, akasema no, I have to solve this thing. Akaombea mtoto, mtoto akafufuka. That's why yesterday Mungu akaniambia two things. Msimu imeanza, nitakomesha mauti na nitaleta provision. No, your amen is too weak. Hallelujah. Blessed Army Church, Mungu amenituma kuwaambia, ameona determination ya mtumishi wake na sacrifice zote. Mungu aliniambia vitu viwili, to establish and to build the church. That's why ameanzisha msimu wa provision, so that iwe mtumishi wake au kila mtoto wa nyumba hii asihangaike tena, na mauti haitaonekana tena. Satalia kade salabra sia diako sala emalia di satolia kaza, mauti haitaonekana tena. Katika dimension, unajua mauti is not an event, death is not an event, it is a system. Mtu amenyelewa? Yes. Ndio kosa Adam na Hawa walifanya wakati Mungu aliwaambia mkila mtakufa. Walifikiri ni event, kwamba wakila watadondoka hapo kwa hapo pupu chini, they are dead. Shetani akawaambia hutokufa. So wakasema kumbe tutadondoka tutakufa. But what they didn't know, death is a system, ni mfumo. Hawakudondoka, lakini manifestation ya mauti inakuja kwa namna nyingi. The fact kwamba nikikwambia simama na naendelea kukuhubiria ukiwa umesimama unasikia uchovu, ni manifestation ya mauti. The fact kwamba zaidi miaka yako nenda tunaanza kuona nywele nyeupe kwenye kichwa chako, that is death coming. Zaidi miaka inaenda macho yako hayaoni tena vizuri, masikio yako yasikie tena vizuri, hauna tena nguvu na hataanza kutafuta msaada, that is death is coming. Wanaita uharibifu. The fact kwamba hata hii meza tukiacha peke yake hapa, baada ya mwaka mmoja tukuta kuikuta imeshaharibika, that is manifestation of death. Na Mungu yuko nenda kukomesha mauti in all is kind of manifestation kwenye maisha yako. So I will come back to the prophecy
I want us to tusome neno la Mungu. Wanisomee hiyo Yohana. I will come back to the prophecy. Tutakuwa na prophetic prayer at the end of my very short teaching. Hallelujah. And believe God. We expect God kukutendea kitu siku ya leo. Hallelujah. Wangapi wanatarajia kumuona Mungu? Yes. Nani anasema hii unabii ni kwa ajili yangu mimi? You know, Mungu anaweza kumtoa mtumishi wa Mungu sio kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya mtu huyu. 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 Yohana sura ya 5, Yesu amefika sehemu ambao watu walikuwa natafuta uponyaji, wamekusanyika kwenye kisima ili kupata uponyaji. Walikuwa wagonjwa wengi sana. Na wote walikuwa na imani ya kupona. Umenyelewa? Hauendi pale kama una imani ya kupona. Kuna mtu amenyelewa? Walikuwa najua kwamba malaika atashuka kitikisa maji, wa kwanza kuanguka kwenye maji. Sio wa kwanza tu kuingia. Hata kama mlikuwa wengi mmeruka at the same time, wa kwanza amegusa maji ndo anapona. Nyinyi wengine mtaloa tu. Hallelujah. Lakini Yesu alipofika hapo hakumind wagonjwa wengine wote. Can you imagine? Akaelekea kwa mtu huyu akamwambia, "Je, unataka kupona?" Hallelujah. Then baada ya kumponya akaondoka. Wala hata kujiintroduce kwamba mimi ni Yesu. Sababu Biblia inasema baadaye alipokutana na jamaa akamwambia, "Unamjua mwanamke?" Akasema, "Mimi simjui." Sema, "Ndo mimi." So asubuhi ya leo Yesu anaweza akaja kwa ajili yako tu. Yesu anaweza akaja kwa ajili yako tu. So I want you nisikilize vizuri. Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wa 1. I don't know if kuna mtu anatusomea. Yes, read please. Yohana sura ya 5. No, sura ya 2 mstari wa 1. Samahani. Sura ya 2 maandiko inasema mstari wa 10. Sura ya 2 mstari wa 1 kushuka chini. Na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Kama hivi tuna harusi pia leo, siku ya leo, au sio? Yes. Naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Yes. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, "Hawana divai." Yesu akamwambia, "Mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia." Oh yes. Mamaye akawaambia watumishi, "Lolote atakalowaambia fanyeni." Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila moja lapata kadiri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, "Jalizeni mabalasi maji." Nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, "Sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza." Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji, yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi. Akamwambia, "Kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema." Yes. Hata watu wakiisha kunywa sana, ndiposa huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Oh yes. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Hallelujah. Mungu atazirisha utukufu wake. Sema amen. Nafikiri naweza nikaruhusu praise team wakati tutaanza maombi watakuja. Hallelujah. So kwa kifupi, hii ni muujiza wa kwanza wa Yesu Kristo. Uko unanifuata vizuri? Hallelujah. Title ya mafundisho ni divai mpya. Ina 8 point but nitagusia kama 3 tu. Number 1. Hallelujah. Tuko pamoja? Andika point number 1. Mwalikwa. Maisha yako na sherehe yako inategemea nani amealikwa kwenye sherehe yako. Sema amen. Wanasema kwenye hiyo sherehe mama yake na Yesu alialikwa, lakini pia Yesu alialikwa. Sema amen. Dunia hii tuna aina 3 ya watu. Sema 3.
Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Paulo anasema tuna aina 3 ya watu. Number 1, kuna mtu wa kiroho. Haleluya. Kuna mwanadamu wa tabia ya kiroho, kuna mwanadamu wa tabia ya asili, na 3, kuna mwanadamu wa tabia ya mwili. Haleluya. Tuko pamoja? Tofauti yao ni nini? Mwanadamu wa tabia ya mwili au ya asili, ya tabia ya asili, ni mtu ambaye hamjui Yesu Kristo. Sema amen. Ina maana kwenye sherehe yake ya harusi kama hivi leo, Yesu hajamwalika kwenye maisha yake. Tuko pamoja? Anatembea duniani hamjui Yesu. So mtu kama huyu hawezi kutegemea kupokea chochote kwa Yesu. Na Biblia inasema hata kama akitaka kupokea kitu hawezi. Kwa sababu vitu vinaotokana na Mungu wetu vinapokelewa kiroho. Then number 2, kuna ule amemwalika Yesu kwenye sherehe yake, wanamuita mtu wa kiroho au mtu wa rohoni. A spiritual man. Ni mtu ambaye amemwalika Yesu kwenye sherehe yake, na alafu Yesu hayuko katika wale wa honorable person. Sababu unaweza ukamwalika, haujawahi kwenda kwenye sherehe ambao au mjui hata vizuri mwenye sherehe. Pengine ni rafiki yako ndo unanyelewa. Yes, unafika kwenye sherehe, you don't know. Even maharusi hawajue vizuri. Umenyelewa? So you are just there, uko unaangalia kila kitu. Hakuna kitu kinakuconcern. So ndo hivi Yesu alikuwa kwenye hii sherehe. Alikuwa pale kwenye sherehe, hakuwa concern na chochote. But mama yake alikuwa concern. Ndo maana tapo divai ilipoisha, matatizo yalipokuja, Yesu alikuwa ametulia, hakuwa concern. Na mama yake alipomwambia, akampa information, wameishiwa divai. Yesu akasema, mwanamke, what is the problem? Why do you want me to be concerned kitu ambacho kini concern? So kuna watu ambao wamempokea Yesu. Haleluya. Wameokoka, wako rohoni. Na kuna watu wamempokea Yesu, wako mwilini. Waliokuwa rohoni ni wale ambao Yesu yuko kwenye sherehe yao, alafu Yesu anatawala maisha yao. Waliokuwa mwilini ni wale ambao wamemkaribisha Yesu, lakini Yesu hatawale maisha yao. Wanafuata mwili. Amekuja kanisani, tutaimba sifa, anaguswa, analia, anatikisika, anapiga magoti. Lakini baada ikiisha, akitoka nje, mwili kimwambia nenda kasharatika, nenda. Haleluya. Haleluya. Yes, amesema ameokoka, lakini akija kanisani, jirani akikosea kumkanyaga, mwili ikisema tukana, hatotegemea kwamba yuko kanisani, atatoa kitu. Haleluya. So you see, swali nataka ya kwanza ujiulize, maishani mwako, kwenye sherehe, kwenye harusi yako ya maisha, Yesu ni mwaliko wa aina gani? Inabidi tutamani kuwa wa Kristo wa rohoni. Paulo, Wakorinto wa kwanza sura ya 14, Paulo akizungumzia mambo mazito, anasema, na kama kuna watu wa rohoni au manabii miongoni mwenu, watagundua kwamba ninachokiongea kinatoka kwa Mungu. Sometimes kanisani tunaongea vitu wa Kristo watuelewe. Hata hivi pastor alikuwa anaongea leo, kuna watu wengine they not understand, kwa sababu hawako rohoni. Si kuna mtu amenyelewa? Yes. Hata pastor akisema Mungu amesema, yeye haelewi. Anaona kama pastor haiko na kitu ako natutafuta, au kuna kitu walimwambiaje, walimwambia nini kuhusu mimi. Kuna mtu alienda kumwambia pastor, lazima kuna mtu. Hapa kwenye hii kanisa naona kuna watu wanaombea. No. Uko mwilini, hauko rohoni. That's why we can't reach you. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 inasema, tunaongea hekima ya Mungu, vitu vya rohoni, kwa lugha ya rohoni, na wanaoweza kuipokea ni wale wa rohoni tu. Lakini mtu wa mwilini au wa asili, kwake yeye vitu vya rohoni ni upuuzi. So ukiona mtu wako anaongea sana, hii mambo hii Kristo, makanisa, tatizo sio makanisa, wewe uko mwilini. Sisi tuko rohoni. So what we are doing, you can't understand it. You better change kama unataka kupokea kitu. You must aim. Pastor alisema kitu cha muhimu sana. Anasema manifestation ya Mungu inategemea na ukuaji.
Menyelewa? Mkristo wa mwilini hakui kiroho, ni baby. Kuna mtu amenyelewa? Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema sikuweza kuongea na nini kama Wakristo wa rohoni, kwa sababu mko mwilini na bado mko watoto wachanga. Hata chakula sikuweza kuwapa, bado mnatumia maziwa. Aliyokuwa anaongea mtumishi. Ili ujisikie vizuri kanisani, sisi tukwambie utapata gari, utapata hiki. Ndio nasema leo ibada ilikuwa sawa kabisa. Tukianza kukwambia toka mwilini, yani ule pastor aliyekuja leo anaonekana tu yuko vizuri, ila mahubiri alianza vizuri. Alipokuwa anasema kwamba Mungu atatupa profit, alipokuja kuharibu, alipoanza mambo ya mwilini. You see, hatuwezi tukakupa chakula kizito. In such sometimes ukiwa mchanga sana, even your pastor hata akiona jambo hawezi akaongea, sababu kimchukua baby unampa ugari ni kama unamuua. Baby mchanga wa mwezi mmoja mpe nyama ale, you are killing the baby. Na kwa sababu baby hawezi kula vitu vizito. Sawa jamani? Nilikuwa nakuja, kuna baba yetu mmoja mtumishi ameniendesha leo. Ana kijana wake anaitwa Katu Karen Kitu, yes, the young man. Jana tulikuwa tunafanya na basika. Ule baba I'm very sure anampenda mwanae, au sio? Na yuko natumika kazi, alikuwa natuzungumzia kwenye gari changamoto amepata kwenye biashara yake whatever. Eko nahangaika na biashara, anataka watoto wake wawe na maisha mazuri, kweli uongo? And even the car angetaka pia mwanae awe anaendesha gari, au sio? But the young boy ana umri gani? Miaka ngapi? 8 kama Alan. Ana miaka 8. Hivi huyo baba anaweza kumpa mtoto funguo akaendesha gari? Mtumishi wa Mungu, uko na mtoto wa miaka 8, you have a car, utampa kia aendeshe? Hata kama analia, anajipiga chini. Why? Itamua. That's why kuna baraka nyingine Mungu hajakupa, still uko mwilini. Akikupa itakuua. Ndio maana ile tatizo uko nao toka umeanza kuiombea. Apostle ametangaza siku 21 ya kufunga tuombe, mateso yanamalizika. Watu wameshuhudia, wewe hujashuhudia. Baba yetu Maboya amekuja amewekea watu mikono na wewe umewekewa mkono, hadi leo haujaona. Badilika. Toka mwilini. Au uko mtoto. Look, kama sisi binadamu tuko na akili ya kutosha kwamba tuwezi tukampa mtoto mchanga gari. How much Mungu wetu aliye mbinguni? Mara ngapi? You know, mimi toka nimekuja kwenye kanisa hii, hata ndoa sionya hata wa kunyoa. Hii itakuwa mchungaji upako umepungua. Upako wa mchungaji haujapungua. Uko mwilini, uko mchanga. Hiyo ndoa yenyewe ukiipata utatuletea matatizo. Wanaweza kumfunga na mchungaji kwa sababu yako wewe. Ndoa yako wewe, mchungaji ataingia gerezani. So change, kuwa. Wacha kutuumiza kichwa. Just kuwa kiroho. Decide kwamba sitokuwa mtoto mchanga. Sitosikiliza tena mwili. Nataka nisikilize Roho Mtakatifu. Nataka nisikilize neno ya Mungu. It will not be easy, but I will make it. Nitalala njaa lakini nitamtafuta Mungu. And then Mungu akiona unaanza kukua ataanza kukupa vitu vya maana. Hallelujah. Au sio? Yes. Ukiwa unaeleweka, Mungu atakupa kadi yake ya benki, atakwambia chukua. Whenever you want to withdraw, you can withdraw. Hallelujah. Yes. But uko na katoto keko kanapenda sana tu, kila saa ni pizza. Utampa kadi ya benki. Utamkuta ameshamaliza account ya benki pale KFC. Mungu hawezi kukupa kadi ya benki. Ndio maana hata biashara haiendi.
Biashara wewe ukifanikiwa leo, kesho tutakuona kanisani. Fungo la 10 pasa ngari naiona kwa sababu haujabarikiwa. Kuna siku moja Bishop Dage wa Admisa alikuwa na muumini mmoja akabarikiwa. Alikuwa anatumika kwenye nani ya kimataifa. Akamwambia, brother, you are not paying your tithe. Akamwambia, Bishop, tithe, do you know how much I earn? Nikakupe wewe tithe. Na akamwambia, sio kwa hela, mimi napata mshahara kwa dola. Meaning kwamba mshahara wake uko mkubwa sana, so na fungo la 10 itakuwa mkubwa sana, haifai kwa mchungaji. Jamaa yuko mwilini. Tukingali naona fungo lako la 10 juu ni fungo la 10 la 100. Ikifika fungo lako la 10 ni 10,000. Kuwa. That is my first message to you. Fanyaje? Toka mwilini. Ukiwa Mkristo mwilini, sawa? You know, wangapi wanafahamu diabetes? Kuna daktari miongoni mwetu. Someone who's at a nurse. Do you have a doctor? Are you a doctor? Or a nurse? To explain. When you have diabetes, kuna sukari nyingi kwenye damu yako. But hiyo sukari haisaidii mwili wako. Kweli uongo doctor? Wanaitwa starving in the midst of plenty. Umenyelewa? That's why wakichukua damu yako wanapima sukari iko nyingi. But wewe mwenyewe uko na regea. Because mwili umepoteza ability ya kutoa ile sukari itumie kwa ajili ya kupata energy. So Mkristo ambeko mwilini eko na Yesu. Na Yesu eko na kila kitu. Eko na provision yote, but haiwezi kaingia kwake. Kwa sababu vitu vya Yesu vinapokelewa rohoni. Come on. I don't know if you understand the revelation. So, uko hapa na sisi Blessed Army Church. What you are looking for is here. So kwamba hakuna, ipo. But you can't access it. Why? Uko mwilini. Kale ka boyfriend utaki kukaacha. Kale ka boyfriend. Kale ka boyfriend. Nasema kale ka hautaki kukaacha. Ajua, mami, ilifika hatua Dar es Salaam, nikawa nawaambia wadada wengine, nitakuwa nawafanyia maombi. Kama muwaachi, mtaachika. Kuna wengine hawa kabla tukuombee ile baraka, lazima tukuwekee kwanza mkono ule jamaa kufukuze. Akisha kukufukuza ukinyooka, hatuna hata kukuwekea mkono. The blessing, it will come itself. I'm telling you. You know, this point here, hata kama nikiishia mahubiri yangu hapa, ukielewa vizuri, you don't need the harder. You can even prosper. Yes. I'm telling you. I'm telling you. Ile mwili uko na entertain. Ndio downfall yako. Usisikilize mwili. Usisikilize nature yako ya zamani. Tukikwambia dada, mbona uko hivi? Na apostle, mimi ndo navyokuaga, mimi mtaweza kanichezea. No, you see, because you are not changing, that's why everything else also is not changing. Watu wanapendaka kukoti mistari bila kuelewa maana yake. So, Biblia inasema prosper in everything. And be in health. Ufanikiwe katika mambo yote. Na uwe na afya njema. Maliza mstari. Mstari hauishi hapo, maliza, nenda hadi mwisho. Kama nafsi yako inavyofanikiwa. Wengine wanasema imeandikwa, atukuzwe Bwana anayekuwa na uwezo wa kufanya mambo ya ajabu mno kuliko unachokiomba wala kufikiria. Mungu atafanya zaidi. Maliza mstari. Kwa kadiri ya nguvu itendao kazi. Nguvu gani inafanya kazi ndani mwako? Wewe ndani mwako ni nguvu ya tamaa ya usharati. Ikisha kuwaka moto, baba alikuwa anasema jana kwenye maombi, alikuwa na shauri watumishi, zip, hauwezi maintain zip yako. You don't have control over your zip. Ndio nguvu inayofanya kazi ndani mwako.
zipi kitomboka. Alisema jana baba, nilipenda hiyo sentence, nimeiandika somewhere. Anasema your erection become your direction. Sasa unataka Mungu akufanyie zaidi ya kile uko naomba kwa nguvu gani inayofanya kazi ndani mwako? Nguvu ya hasira. Wewe ukipandwa na hasira hakuna mtu anaweza utatukana mama, baba, kila mtu. Unavo quote scriptures, quote it well. Most of the blessing tuko na quote ina condition zake. Haipo tu hivi. Tunaondowaka condition kwa wale wachanga. Sasa leo tunakuleta kwa mfupa. Lazima tukwambie ile quotation unakotaka ile. Uko na quote. Kuna endelea hadi chini. Kuwa. Kuna mtu akona barikiwa. Point number 2. Maria akamwambia Yesu, divai ime. I want to tell you. Divai lazima ishi. Lazima ifanyaje? Yes. There will always be a moment divai itafanyaje? Eza uko Mkristo au uko Mkristo. Kwanza dunia yenyewe imeundwa kwa sababu iko kwenye dhambi, imepigwa na mauti. Nothing is permanent. Everything iko na deteriorate. Unaweza ukawa tajiri leo, tunaamka kesho hauna chochote. So wale ambao hawana Mungu pia wanakutana na vinyo inayoisha. Na sisi pia wale tuko na Mungu, vinyo pia inaishaga. Ndio ile baba alisema hatuja kuambia, lakini tunakupa information leo. Officially, rasmi, nakupa information. Kama vinyo yako haijaisha, itaisha at a certain point. Because dunia imefanywa hivyo. Lakini tofauti ya wale ambao wako na Kristo na wale hawana Kristo ni kwamba divai ikiisha, sisi tuna option. Ambaye hana Yesu ana option yoyote. Kama divai yako imeisha, sijui imeisha kwenye upande gani. Wengine ni ndoa. Yani divai imeisha kwenye ndoa, imeisha hadi chupa ya divai imepasuka. Ukimwambia Mungu ni mwema kwenye ndoa anasema No, I'm telling you. Kuna watu wengine ndani ya kanisa kama hujaoa usiende kaongea naye au toolewa. Maana the window yake imeshamuacha. Imeshampiga mabomu, yani nuclear bomb, ameshabakia yani hamna tena kitu, majifu tu. So wewe unaposema kuna basa amesema he loves me. Wewe binti amnaga mwanaume anayependa mwanamke, acha hiyo vitu. Kwa sababu divai iliisha ikatindika mpaka na chupa ikapasuka, wakaja napaka na fagio wakafagia. Kwa wanandoa wa leo, Mungu awasaidie. What I can tell you, ndoa na Yesu iko na raha. But nyumba ujengwa kwa hekima, sio na romance. Nyinyi wakina dada napenda mwanaume mwenye kunijali. Kila sana nitumia message, ananiambia I love you like that. Uko kama flower, uko kama hivi. If I see you, I become blind. I can't see anyone else. I don't see you. Unaona gisi ninavyokupenda, nitakupa moyo, mimi nitatumia battery. Look, sister. Biblia inasema Mithali sura 24, nyumba ujengwa na nini? Sio mapenzi. Sio romance. Nyumba ujengwa na nini? Na inakuwa established kwa nini? Kwa maarifa. Na vyumba vyake hujaa na vitu vya samani kupitia nini? Knowledge. So wewe mwana unapata tuanze kukubembeleza saa yote, hatukatae, tunahitaji communication ndani ya ndoa. Wakina dada, wakina baba na nyinyi muwe karomesi kasikose, lakini na sisi pia tunakuwaga rush sometimes Wakina baba, Mungu atupe neema. Aokoe kinywa chako.
Pokea wokovu wa romance kwenye kinywa chako, ili mama awe nafarijika hata kidogo, ili hata siku kaunga akamekosekana, lakini akipata hata romance kale kanamsaidia. Au sio wakina mama tuko pamoja? Hallelujah. Divai inaishaga. Ile kazi ulipata, kesho unashangaa bosi hakutaki. Divai inafanyaje? Yes. Even if unasema ni Mungu alinituma. Kuna watu hapa, mimi nataka niwe mtumishi, mimi nitakuwa kama apostle. Mimi naona ndani ya kanisa mimi ndo napokea manto ya Jesus. Unapokea manto ya nani? Ya Apostle Collins. Wewe mtoto. Even if ni Mungu alikutuma. Yesu anaambia wa mitume tuende upande wa pili. Washeni gari, chombo, tuende upande wa nini? Wameingia kwa chombo, Yesu kafanyaje? Walimtii Yesu au kumtii Yesu? Walimtii, lakini nini? Oh yes. Zio, huyu yuko anateseka sababu ametenda dhambi. Hata wewe unayemtii, divai inaweza kafanyaje? Yes. Ndio maana ukisoma kitabu cha Luka, wanatoa presentation ya Elizabeth na Zakaria. Wanasema walikuwa watu kwanza wa kabila la Lawi, watu wanaomtumikia Mungu. Then kumbuka ni Biblia inashuhudia maisha ya mtu. Inasema walikuwa na mtii Mungu katika kila kitu. Hakuna kitu waliacha. Biblia inaweka mkazo, wewe hujamtii Mungu katika kila kitu, lakini wao walikuwa na mtii katika kila, lakini bado mtoto Bishop mmoja alikuwa anatoa ushuhuda, anasema akaenda kwa one of his branch Marekani kuhubiri. After mahubiri, mmoja dada ndio alimchukua kwa gari yake kumpeleka hoteli. Wakawa naongea. Ule dada akamwambia Bishop, nasikia kule nyumbani sister fulani yuko pia mtumishi kanisani. Akamwambia yes, ndio mmoja wa watumishi tuko naye, very powerful. Unamfahamu? Akasema yes Bishop. Mimi kabla kuja Marekani tulikuwa tunasoma wote university. Alikuwa roommate wangu. Akamwambia Bishop, unaona jinsi unavyomwona yule dada sasa hivi anapenda Mungu. Toka sisi tuko chuo, she was like that. Yeye ni Mungu, hakuna kingine. Sisi hapa kama mimi unaniona, sisi tulikuwa ni huku na vijana nendo ku. Sisi tuko na vuruga vitu, tutaingia na wavulana ndani ya chumba, yeye yuko holiness. Sisi tuko na lala na wanaume na maprofesa whatever, toa na mimba. Lakini that sister, since tuko chuo, yuko fixed na Mungu wake. Bishop anasema ule dada alikuwa anaendelea kuongea, alivyonipa hiyo testimony kuna kitu ikanigonga. Kwa sababu ndani ya gari tuko natembea, unanisikia mami? Nilivyoangalia nyuma nikaona watoto. Aliyekuwa na sharatika, aliyekuwa anatoa mimba, nyuma kwenye gari naona nini? Ule ambaye alikuwa anampenda Mungu na bado yuko anamtumikia Mungu kanisani, nakumbuka hana watoto. So nataka nikwambie, divai inaweza kanini? Ikaisha. Na hiyo point ndio Mungu aliniambia nikuwekee mkazo. Lakini kuna tofauti. Ukiwa na Mungu na ukiwa rohoni, hauwezi ukahangaika by the moment divai inaisha. Because ile kuisha kwa divai yako, ile changamoto uko nayo, leo nataka nikusaidie. Badilisha namna ya kuona matatizo yako. Mwambie jirani yako, you must change namna ya kutambua matatizo yako. Matatizo yako, number 1, consider hii kama mlango. Kuna mtu amenyelewa? Hauwezi ukaingia kwa level mpya bila mtihani. Si watoto wako hapa, nasikia karibuni wanafanya mitihani. Hauwezi kutoka class 1 uende class 2 kama hakuna nini? Na Mungu hatakuacha utoke class 1 uende class 2 bila nini? Mungu hatakuacha utoke kwa mshahara ya 1,000 uende kwa 10,000 kama hujapitia nini? That's your door.
Paulo anawaambia watu wa kanisa kwamba na msisahau kwamba we must enter the kingdom of God through too many tribulations. That is the door. So ukiona vimeinuka, sema mlango unaanza kukaribia. Nao mlango umekuja. Niko naingia sasa. Kuna mtu amenyelewa? Change the way you consider situation yako. Ni mlango uko na kukaribia. Oh, nilikuwa tu vizuri, mara baba alivyotangazia Mungu anataka kutubariki, nimerudi, ndo sasa familia imenikataa, wamenifukuza. It is a door. It is what? Ndo mlango wa kuingia. Yusufu aliota ndugu zake weko na mwinamia, na akiwa anawaongoza. Mlango wa kuingia, kuongoza, ni kuuzwa, ni utumwa, ni gereza. That is the door. Sababu gerezani ndo huko ni gereza ya Ekuru, na huko nakutana na wafanyakazi wa Ekuru. Hautokutana nao kule kwa baba yako. No. Wafanyakazi wa Ekuru nakutana nao gerezani. Then from then unaona ingia Ekuru. Kuna mtu amenyelewa? It is a door. Number 2, matatizo yako imekuja kukusaidia ukunjame kidogo. Naomba mtoto mmoja wa miaka 6, 8, 9 whoever yuko karibu. Come my daughter. Come. Simama hapa. Oh, John, come help me. Yesu alikuwa amekaa na wa mitume. Haleluya. Haleluya. Wakaa na discuss kuhusu ufalme wa Mungu. Haleluya. Akawaambia, hamuwezi mkaingia ufalme wa Mungu kama hamtobadilika, sema badilika, na kuwa na humility kama watoto wadogo. Kuna mtu amenyelewa? Maana yake nini? Kwenye ufalme wa mbingu, Mungu akubariki. Kwenye ufalme wa Mungu, in the spiritual realm, tuko pamoja? Si tumeshakuwa wote watu wa rohoni eh? Kwenye ufalme wa mbingu, mlango wa ufalme wa mbingu size yake ni hii. Umenyelewa? Size yake ni, so ukitaka kuingia kwa size hii kwenye ufalme wa mbingu, hauwezi kaingia ukiwa umesimama ukagonga mlango. Ukitaka kuingia kwa mlango wa ufalme wa mbingu, ukija hapa kama kija braza, Mungu anamwambia kisha kwa so usihangaike, usilie sana. Wamekuacha, umetafuta kukopesha na kukopesha, bado unaendelea kuhangaika. Mungu yuko anakushusha. Wewe shuka tu. Tena msaidie Mungu, shuka haraka sana kabla muda haijaenda sana, ili ufanyeje? Uingie. Lakini wewe hautaki kuachia. Hata ukija hapa kanisani bado unataka kutuonyesha kama vile bado upo na power. Unavaa vingo, unahangaika, hela kidogo unapata, unataka ujipambe tusikuone kwamba umeshaisha. Kubali tu nimeshaisha. Njoo hata na kanga. Ambie Mungu nakubali. I am down. Na mimi si kitu. Wewe ndo kitu. Na nikija kwako nitakuwa kitu ambao watu watalitafuta. So I am here. I will not pretend. You have too much pretension. Ndio maana hata Mungu hajakuinua. Kubali tu, I am down. I am down. God, I am here. Uko natafuta ndo. Unasema, mimi naamini, mwanamke anaweza, mwanamke mwenyewe anaweza. Mimi hata sihitaji sana wanaume. Siku utasema, baba, mwanaume yoyote, mwanaume tunamtaka. Ndio siku. You are proud. Ndio maana hujaingia. Sasa Mungu anaendelea kukuacha, kuna suta unahangaika, tena unapata wengine wanakuacha kwanza. Wanakukataa. Wa kwanza alitaka aje. Umeshamtangaza na nyumbani, afu anageuka. Anageuza. Mzee, hey! Akaja brother mwingine anasema huyu anapiga maombi, atakuwa yuko serious, ni mwana maombi.
na yeye akakuacha jiani. Ukashangaa siku moja kwenye status ya WhatsApp ameshachumbia. Ukalia, apostle msielewi. Yaani kiburi likuzidi. Shuka. Shuka. Shuka, shuka, shuka. Mimi mnanijua mimi. Mimi wakati nilikuaga haupo tena. Shuka, shuka, shuka. Shuka, shuka. Sisi tuko watu, mimi nilikuwa napandaka na nikipanda ndege naenda business class. Nyanya mpandi ndege, nyanya mpandi ndege. Look, usituambie hizo story. Shuka tu, shuka, shuka. Imeshakwisha hiyo, imeshakwisha. Shuka, shuka. Mungu akupe divai mpya. Shuka ili Mungu akupe divai mpya. Ile ndege ulipanda sio, kuna ndege zingine zaidi Mungu atakupandisha. Hizo gari ulikuwa nazo bado haujaona, bado haujaona. Kuna gari mpya iko nakuja, lakini lazima kwanza ushuke. Una pretend sana. Umepanda nini sako? So ukifika hapo ndio unashuka afu unaita Bolt. Unataka tuonyeshe kwamba umetoka na Bolt hadi nyumbani. No. Kubali. Nini? Shuka. 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 Kubali. Mungu eko na acha matatizo. Anataka tu kunjama kidogo. Because upende usipende, hiyo door iko chini. Hiyo door hauwezi ukaingia umesimama. Hauwezi. Hata ulalamike je, hauwezi ukaingia. Ndio maana aliwaambia hamwezi kuingia kama mtu geuka kuwa watoto wadogo. You can't. So mapema, haleluya. Kuna missionary mmoja wa zamani wa Assemblies of God alikuwa anajua kusema. Anasema nyenyekea kabla Mungu hajakuaibisha. You know, he was speaking in French because kwenye French humility na kuaibika, humiliation, you know, inaenda pamoja. Anasema humilite-toi avant que Dieu ne t'humilie. Usitafute mambo mengi, anza kunyenyekea mwenyewe mapema. Because the more utaendelea kungangania, the more Mungu ataendelea kukugonga. Ndio maana Mungu alikutana na Yakobo Penyeli, akapigana naye, akamgonga hadi kwenye kiuno. Then akamuuliza, what your name? Kwa sababu mara ya kwanza aliyouliza kwa kwamba jina lako ni nani, akadanganya. Akasema ni Esau. So Mungu akasema hapana. Bado, what your name? Nataka unibariki. What your name? Siku alikubali, mimi ni Yakobo, mimi ndio ule mdanganyifu. Nini Yakobo? Mungu akamwambia okay, kuanzia leo hautoitwa Yakobo tena. Atakupa jina mpya. Kama hujakubali kunyenyekea, haujakubali hali yako, hauwezi akaleta divai mpya. So please, nyenyekea siku ya leo. Yes. Then receive a new wine ambao hujawahi kuona. Kumbuka aliyepokea baraka wa kwanza ni Abrahamu. Lakini atuseme taifa la Abrahamiki. Taifa ya Isaka. Tunasema taifa ya Waisraeli. The man ambao alikuwa anaonekana kama ndo mtu ambaye eleweki, tapeli. Alipokubali, Biblia inasema ulipigana na Mungu na ukashinda. Ndio maana watakuita Israeli. Namna kumshinda Mungu, it is humility. Haleluya. Malango ya ufalme wa mbingu, kumbuka ni size hii. Haleluya. You must be humble like a child. Yes. Mtoto ajuaki difference ya social classes. Menyelewa? Wana pesa sana, sisi hatuna pesa. Watoto wadogo actually utawaweka pamoja, na ule anatoka familia kitajiri na ule anatoka maskini. They will just, kama wewe bado uko na shikilia social status. Unajua sisi tumetoka kwenye familia fulani. Mimi unajua jina yetu hii, msione tu hivi. Mimi kule ninakotokea, familia yetu, you know, auja bado. If you can understand that, hakuna baraka ambayo hauwezi kaingia ndani. Kuna mtu amenyelewa? Yes. Humility. Number 3, kabla nimalizie. Angalia mateso yako au Goliati wako kama kitu kinakuja kukutambulisha kwenye new level yako. Kuna mtu amenyelewa? Inakuja ku-unveil. Sawa? Ulipata revelation
kwamba Mungu atakupandisha kwenye hatua fulani, but kunatakiwa kuwe Goliath ili ku-unveil ile capacity iko ndani mwako. Kabla Goliath hajaja, Daudi alikuwa mchunga kondoo wa kawaida. Kumbe eko na chunga kondoo ndani mwake ni jemadari, anaweza kaongoza jeshi ya Israeli. Kuna mtu amenyelewa? But alikuwa anahangaika kuongoza nini? Kondoo. Ilibidi Goliath ainuke ili igundulike kwamba kumbi huyu kijana ana military power ndani mwake. You need a Goliath. Pengine hata wewe mwenyewe ujue level gani ya nguvu Mungu aliweka ndani mwako. You need a Goliath. Oh. Asante. Nasemaje, unahitaji nini? Yes. Haujaelewa range ya kile Mungu anataka kufanya na wewe. Utaelewa range ya kile Mungu anataka kufanya wakati Goliath amekuja. Kwamba kumbi wewe mtu mmoja unaweza kuokoa taifa nzima. You need a Goliath to introduce you. Matatizo yako na kuintroduce kwa namna fulani. Kuna mahubiri mengine hauwezi ukahubiri kama hujapitia vitu fulani. Nadhani mnamfahamu Apostle Benjamin Chichoncho wa Uganda, amewahi kuja hapa. Is our friends. Mwaka 2019 tulienda Kongo, mji unaitwa Likasi, kuhubiri kwa mmoja wa baba zangu huko. Kwa nimemconnect akamwandalia mkutano. As he was preaching that day, a very powerful preaching, tuko pamoja. After the preaching nikamwambia, my friend, what you are preaching, I can't preach it that way. Na hata nikichukua ile maneno niyaongee, it will not have the same power. Akaambia, why? But you are also anointed. Akaambia, it's not a problem of anointing. It's a problem, what have you survived? Umesurvive nini? The things you have survived ulivyokuwa naelezea pale, mimi sijai survive. Kuna mtu amenyelewa? So I can't have the same power. The kind of Goliath tuko napata ina reveal the kind of power you have. And then message yako idenzi kasikika. Biblia inasema na Israeli walimfurahia Daudi kwa sababu alikuwa anatoka na kuingia mbele zao vitani. The people respond to what you have survived. So kwa ile maneno mengi uko naongea. Nikamwambia, my friend, I can't preach it. I mean, you have survived. Akawa anaelezea gisi mara ya kwanza amevaa kiatu. Alikuwa na miaka nadhani sijui ni 11. I don't remember very well the testimony. Nikamwambia, mimi viatu navaa niko baby. So I can't have the same impact. Akasema siku alikuwa mtu wa kwanza kwa ukoo mzima, boma nzima kupanda ndege. Kuanzia baba yake, mababu, wajomba, the first person kupanda ndege international flight ni yeye. Siku alikuwa anarudi na kwa ajili ya kazi ya Mungu. Siku anarudi baba yake na ndugu zake wanaenda kumpokea airport. Nikamwambia, mimi nilipanda ndege mara ya kwanza niko na miaka 5. Kama hivi Kenya Airways, shirika ya taifa. Na ule alikuwa CEO wa shirika ya ndege. It was my uncle. So tuko ndani ya ndege na bibi, wewe kuna tutetemekee. So you see, I can't give such kind of power. Because sija survive hiyo. Pengine niko na survive mambo mengine, but that one, huyo Goliath mimi sijamwangusha. So the Goliath tuko naangusha, ana reveal what is inside you. Na anakuintroduce kwa watu kwamba this man anaweza kawaongoza kwa vita. Unacho kisurvive kitaambia watu huyu mtu tunaweza kumuongoza. Anaweza katuongoza, anaweza kaenda mbele. Unataka kuinuliwa, watu wakupe cheo, wakupe kiti, lazima Goliath aje. Lazima. Unajua Yusufu akupewa cheo kwa sababu alitranslate the dream. Kuna mtu amenyelewa? No. Translation ya dream ilimsaidia tu kutoka gerezani kuja kuonana na Farao. Akamwambia Farao, dream maana yake ni kwamba tutakuwa na miaka 7 na miaka 7.
ya utele na miaka 7 ya ukame. Angeishia hapo, I'm very sure pengine wangempa tu, pengine angesema tu tunakupa msamaha wa rais, au turudi tena gerezani, then you are okay, anampa sijui na whatever blessing wangempa. But akuishia hapo, akafanya calculation kwa level ya taifa, akatoa statistics akamwambia mfalme, tukitaka kufanikiwa miaka 7, this is what we want. 20% ya kila mapato, taxes, inabidi tu organize 1, 2, 3. Why? Alisurvive. Ndio maana Mungu alimtoa kwa baba yake. Waebrania ni wavuvi, ni wanafuga, awalimi. Akamleta kwa Mumisri awe mtumwa, ajifunze the hard way, agriculture. That was his Goliath. Alivyomaliza kumaliza Goliath wa agriculture, anasema mpaka Potifa akagundua kwamba anabarikiwa kwa sababu ya huyu mtu. Na akasema hakuwa anafanya hata check ya nani. Hakukuwa auditing. Wakati Yusufu ameshikilia kitu, hakuna auditing. Alivyomaliza kumua Goliath, ile kwenda prison, it was just kumsogeza karibu na ikulu. That's all. Kuna mtu amenyelewa? Yes. Ndio maana utakiwe kumkimbia Goliath. Yusufu hakukimbia. Wakati wamempa cheo kwa Potifa, kukimbia arudi kwa babake, alibaki pale. Angeweza kutafuta namna ku escape, but alibaki. Usimkimbie Goliath wako. Atakuintroduce. Mfalme atasema, tutampata wapi tena mtu kama huu? Hallelujah. I think muda wangu umesha. Nilisema we can't finish this teaching. Sawa? Before I finish, turudi kwenye prophetic prayer. The last point nataka nizungumzie. Hiyo muujiza ya divai mpya ilitokeaje? Uniulize, mtumishi ilitokeaje? Uliza, mtumishi ilitokeaje muujiza? Okay. Yesu akawaambia mjaze maji. Sawa? Na wanasema vyombo vilikuwa ni vyombo vya utakaso wa kunawia. So sitagusa huko sababu nimeshazungumzia kule kwenye mwili kwamba unatakiwa ujitakase. You can't get a new dimension kama hujatafuta utakaso kwa Mungu. Mercy of God. Kuna mtu amenyelewa? Then akawaambia, chukueni maji, nende mkampe kiongozi wa sherehe. Mpaka amewapa maji, wameweka kwenye glasi vizuri. Utafikiri wanaenda kupeleka divai. Kuna mtu amenyelewa? But bado ilikuwa ni nini? Wakaenda na maji. Watu wako nasubiri divai. Wao wakaenda na nini? Hakuwezi kuwa muujiza bila tendo la imani. And most of the time, kila mara tendo la imani ni tendo ambao I make sense kwa logic ya kawaida. I can prove you. Chagua muujiza wote unataka, I can prove it to you. If you are not ready kufanya tendo la imani, kuna mtu amenyelewa, ambao watu watakuona kama akili yako haiko sawa, kuna level ya muujiza uwezo kai. Yes. Si tunataka provision. Mungu alisema analeta provision. Kuna siku wa mtume akamwambia Yesu, watu warudi wakale, imekuwa jioni. Yesu akamwambia muwape chakula. Wakasema hatuna hela ya kutosha. Akamwambia mna nini? Asema tuna mkate hapa na samaki. Akamwambia leteni. Wala hata kuomba. Ingekuwa ni sisi manabii siku hizi, in the mighty name of Jesus, the anointing for multiplication. Yesu alishika Thanksgiving, baba na then akawaambia chukueni mkagawie watu. It doesn't make sense. Ingetakiwa pengine wakati ameweza kushukuru, mikate kuna multiply kama vile popcorn kwenye tunasema sasa, okay, wanze wakati kuna multiply ndio mko nachukua mkapeleke. No, aliwaambia muanze kugawa na ija multiply. Wakati wako na gawa ndio multiplication inafanyika. So ukianza kumuuliza Yesu, naanzaje kugawa mikate miwili kwa watu 5,000? You don't ask that one. You act by faith. Hallelujah. Hallelujah. Tulikuwa nasikiliza usiku na ndugu John, mtumishi wa Mungu, Apostle Johnson Suleiman alikuwa anahubiri Yohana sura ya 9. One of my favorite miracle.
Yesu anakuta mtu uko kipofu toka kuzaliwa, macho yake hayaoni. Ili kumponya anachukua mate, tuma kwenye udongo, alafu anachungukia ile tope, anamweka kwenye macho. Mtu tayari haoni, unamweka udongo kwenye macho. Mtumishi wa Mungu, let us be serious. Alafu waoni, anamwambia nenda kwenye kisima ukaoge, na akusema kwamba mumpeleke, akamwambia nenda. Alafu yeye anakaa anamwangalia. Does it make sense? Does it make sense? Act of faith. Are you with me? Au nataka niendelee kukupa examples? Nilizungumza hapa mwanzoni Yohana sura ya 5. Yesu anamkuta jamaa miaka 38. Tatizo lake lilikuwa na umri kumzidi Yesu. So alianza matatizo Yesu hajazaliwa. Yesu amemkuta akamwambia kwanza, I mean even introduction ya hiyo conversation haiko sawa. Kuna mtu amenielewa? Wanasema pale wanakuja malaika kwa ajili ya nini? Uponyaji. Kwa hiyo mgonjwa wote anayekuja pale anatafuta nini? Obviously if the man is there na miaka 38 hajaondoka bado yuko pale, si lazima anataka uponyaji jamani. But still Yesu akamuuliza, what do you want? Akamuuliza, unataka kupona? Jamaa akasema, huyu jamaa hajaelewa. Ikabidi ampe Yesu explanation. Sasa no, angalia, usinione hivyo. Niko hapa miaka 38. The problem ni kwamba nimepoozwa na ndugu ameshanichoka. Hakuna mtu wa kuninyanyua kunitupa kwenye maji. The time nijaribu kwa nguvu kadogo hata kujisogeza kama nyoka, wenzangu wamesha. Alipomaliza kuongea Yesu akufanya conversation ndefu, akamwambia tu, inuka, chukua godoro, nenda nyumbani. Mtu anakuambia hata kusogea tu kidogo ni shida, wewe unamwambia inuke. Does it make sense? Lakini jamaa akawa na imani, akajaribu kuinuka. Kuna mtu amenielewa? Alivyojaribu, it is when you are doing the act of faith then miracle iko natokea. Alivyoanza kujaribu kuinuka, mifupa, mishipa, misuli ikaungana, akapokea mifupa mapya, akapokea mishipa mapya, akapokea misuli mpya na akainuka. Raba sotalia kadika sata. Na kwa sababu acts of faith ilisema inuka, chukua godoro na uondoke. Hakutaka tena kuongea na Yesu. Umeelewa? Hakutaka kuongea nini? Alivyoona kwamba muujiza umefanya, sasa waliniambia inuka, chukua nini? Akachukua godoro, hata kumwaga Yesu. Act of what? Yes. Kama hauko tayari to do something very illogical na Roho Mtakatifu, kuna dimension na miujiza utaona. Nakumbuka miaka 10 iliyopita when tulianza ministry Dar es Salaam, tulikuwa na tatizo siku fulani hivi. And I did an act of faith. Amen. Hallelujah. Ilibidi tuame. Jumapili naambia watu, next Sunday hatutakuwa na ibada hapa, tutakuwa na ibada sehemu nyingine. Then tutatuma message. Hatujapata eneo. Baada ya Mungu kujibu kwa sababu ya act of faith, I told to myself I was mad. Na nikaswear, nikasema I will never do this again. Hallelujah. Yes. Sasa Jumapili ya leo, sawa? Tuko pamoja. Nilikwambia Mungu anatuletea vitu viwili. Msimu mpya ya provision, isn't it? Na Mungu anaenda kukomesha mauti. Invitation yangu kwako, I want you kuja na act of faith, ambao inaweza kuonekana haiko logical. You see, Elia anamwambia ule mama, nipe kwanza mimi. Mama anasema nimebaki na kidogo. Mimi na mtoto wangu, hata tukila hii baadaye tutakufa. We have nothing. Anamwambia no, give me. Wewe mtumishi wa Mungu, ingekuwa ni leo tungemweka kwa Facebook. Huyu ni nabii wa uongo. Nabii gani anaenda kumnyang'anya mjane? Mungu anasema mimi ni mume wa wajane, alafu nabii anaenda kumnyang'anya mjane. Act of what? Mwangalie jirani yako, mwambie act of what? Act of what? Act of what? Na sijui ule mama alikuwa na imani na because mimi ningekuwa mama pengine singempa Elia haki ya Mungu. Lakini I don't know. Mama iko na mtoto. Chakula cha mtoto akampe mtu mwingine. That mama alikuwa na faith.
Akasema no problem. Akaingia jikoni akaanza kuandaa. Nikamwambia, nikajiuliza, even the time alichukua kuandaa ile chakula, hakuna akili ilimjia kwamba no usimpe huyu mtu. I want to invite you to an act of faith. Simama.